Kichwa cha ujumbe huu, the title is Faithful Stewards Under God's Authority. Faithful Stewards Under God's Authority. I'm going to read the word of God from Romans 13 verse 1. Kubalie kama huko na Biblia, fungua nami from Romans 13 and verse 1. The Bible says this: let everyone be subject to governing authority, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. I will also touch on Genesis chapter 2 and verse 5. Genesis chapter 2 and verse 5. The Bible says this. You can open with me if you have your Bibles, the hard copy or the soft copy. The Bible says this in Genesis chapter 2 and verse 5. Now no shrub had yet appeared on earth, and no plant had yet sprung up. For the Lord had not sent rain on earth, and there was no one to work the ground. I'll read again Genesis chapter 2 and verse 15. The same chapter, verse 15. The Bible says this: the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Let's pray. Father, we thank you for your word. The Bible says that your word is exalted above your name. And through your word, Lord, we get healing. Thank you because of the scriptures that we've read. We pray the Holy Spirit, you will minister to us. In Jesus' name I pray. Amen. Bishops, reverends, the pastors, all those fellow servants of God, I just want to bring to you in humility that these three scriptures that we have read, they reveal God's blueprint for building nations. We have read Romans chapter 13 and verse 1. Genesis chapter 2 and verse 5, and Genesis chapter 2 and verse 15. This gives us a blueprint. All other scriptures will interconnect, but this blueprint, it talks of, together, this scripture reveals that God is the one who governs. People must be stewards for society to prosper. God's model of us being on this earth is through partnership. Partnership. And God says this where we have read, Genesis chapter 2 and verse 5. God said he had not sent rain upon the earth, and there was no man to work the land. Notice the two things, those two missing ingredients. There was no rain from heaven. Number two, there was no one to cultivate the land. God's design has always been partnership. When God sends the rain, man has to till the land. When God gives the vision, people have to provide stewardship. Prayer without stewardship produces hope without harvest. I'll repeat that again. Prayer without stewardship produces hope without harvest. Stewardship without God produces effort without lasting purpose. So God calls us both to pray, like we are doing. Thank God that we are good at praying. But he also calls us to be good stewards of the resources he has put under our custody. Number one thing that God did before the government was there, before even the trade, commerce came into play, before there was organized worship, their first thing God demanded of us was stewardship. The first assignment God gave humanity was to work and to keep what he has entrusted unto them. Praise the Lord. God has called you to be a good steward. A good steward of the government that God has given you. No wonder he says in Romans 13:1 that when prayers are made, first of all, that is an obligation. When you fail
And when you see governments are not performing well, don't look very far. Look within you. Look around you. Are you doing what God has called you to do? If the answer is no, then brethren, I've come to tell you, shut up. Praise the Lord. Si tusemezane ukweli. God called us. The first thing he gave us, hakukuita kuwa ya kwamba you minister in the church. Thank God. The first thing, he said, when there is no man to till the land, I will not send the rain, and no shrubs will grow. Nothing grows when there is no a steward in the place. Stewardship is key. So when God puts us in places, he gives us families. He has given us churches to look after, businesses, professions, and nations. This is a trust from God. And how do we repay him? By becoming good stewards. Redeem time because days are. That is the word of God, not me. So when you realize that, brethren, you are unable to redeem time, then jua ya kwamba wewe ni mtenda dhambi. Umetenda dhambi kwa sababu umevunja nini? Neno lake Mungu. Biblia inasema ya kwamba, what is sin? Sin is defined as if you know the good to do and you do not do it. To you it is counted as sin. Are you a steward? Ask your neighbor. Are you a good steward? Are you taking care of your health? Ujiangalie kiafya. Na Mungu anasema, whoever destroys my temple, what will I do? I'll destroy him. Hata kama ukunywi, haufanyi havuti sigara, lakini ule mwili, unaangalia ile diet yako vizuri, unaichunga vizuri, unalala vizuri. Kama haufanyi hivyo, you are a poor steward. And God says he will destroy you. Romans 13 reminds us that authority is established by God to preserve order and to create an environment where people can flourish. Government exists to create conditions where stewardship can thrive. The church exists to shape the character, the way my brother Pierce has said, and the character of us. Families are there to nurture values. Businesses are there to create opportunities. Each institution has a God-given responsibility. Ndio sababu katika kanisa tunasikia wengine waliitwa kuwa wachungaji, others apostle, others prophets. Each one of us, kule Mungu amekupanda mpendwa, if you're not faithful with the little things that God has given you, he will never entrust you with what you're thinking of. Praise the Lord. I'm preaching from experience, and my bishop is here. That is why I am proud to walk with people who have been there. That is why I told my brother from Kolanya, come, because I have nothing to hide. I have been a good steward to my ability. These people I have served with under, even today, they know that if you give me something to do, I'll do it as unto God. Praise the Lord. And if you do that, brethren, the sky is not the limit. Praise the Lord. Even where we are today, PS, is not the limit. Yeah? Unapomtumikia Mungu, yeye hukumbuka, yeye hasahau. God's development blueprint, as God talks in Genesis, is reflected in very practical stewardship. We can see this in 5 expressions of faithful service. Nataka niwaonyeshe ni majukumu gani Mungu ametupea, na how is it related to what we are doing today as a government. Number 1, Genesis 2:15. Tumesikia pale, wacha nisome tena. Biblia inasema hivi, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to do what? Sijasikia wachungaji. Nitarudia tena. God took man and put him in the Garden of Eden to
Yeah, inasema to till, to work, to dress it. So, when God placed Adam in the garden, before he placed him in the city, he placed him in the garden. And the first economy that he gave man was agriculture. Praise the Lord. It was agriculture, the first economy. And let me surprise you. It doesn't matter, we are going into digital superhighway as the government, we are doing it. The generation now, we are going into AI. But billionaires of the next 20 years, when AI has taken over, all those that will be there, they will always look at what? They need food. So anybody who will invest in agriculture and invest well, he will be investing in the future, because that is the beginning where God said, man, I'm putting you in this garden to dress it, to till, to work. Food security is therefore not merely an economic issue. It is obedience to God's command to cultivate the creation. Go ye and multiply. And the Bible says, thank you, my brother. The Bible says that God blesses the work of your hands. No wonder akikuweka katika hiyo garden. Sijui amekuweka wapi. He has not put you to do any other thing but to work, to till. Be faithful in what you are doing. As a government, I want to tell you that now I am in the government, brethren, both the governments. I'm in the government of heaven, hallelujah, seated in the heavenly places, yeah, together with Christ. Yeah, I am a son of God. And because Jesus is the King of Kings, and we call him brother, therefore I am also a king in my own capacity. Praise the Lord. And in that government, I am also seated in the government of Kenya. And what are we doing? How are we ensuring that the word of God is kept? Wakati niliingia pale, nilipopewa hii kazi, wapendwa, Mungu aliongea before this. On June 15th, 2024, and the Holy Ghost spoke and said, I am making you the principal secretary. When I was in Kahawa West, Christ Our Hope, yeah, tunapopita pale, wale wananijua tunatembea pale, tunahubiri, wakati mwingine na bishop pale Raunda, wakati mmoja tulikuwa tunahubiri na Reverend Mtinda kwa basi ya kutoka Kahawa West ikienda Nairobi. You know, when I tell you, you think, yeah, praise the Lord. Yeah, sini ukweli. Tulihubiri, and when the Lord spoke, to me it was like a dream. Praise the Lord. But when he speaks and you listen and you hold on that word, I looked for brethren and brothers in church and Mchungaji and Bishop, Reverend William, and we prayed. We said, he has spoken. So let's pray. We didn't know. Yeah? Way forward, niko hapa. Mimi ni PS. Huyu Mungu anaye unatumikia. Haangalii background. Haangalii ni nani unajua. Kwa sababu kwa serikali sikuwa najua mtu yeyote. Wale nilikuwa najua ni kuwajua kwa majina vile unawajua ni waheshimiwa, mnaweza salimiana, lakini kujuana ile ya undani sana ya kwamba ni wewe. Haikuwepo. Ni huyu Mungu. Yeye ni mwaminifu, wapendwa. I want to tell you for free. Yeye ni mwaminifu. Yes. Wale ambao wanatujua vizuri, when they see me, they see a testimony. Praise the Lord. Yeah, when they see me, they see a testimony.
My wife ako hapa, when we came to this city, allow me to say, tulikuwa tunaishi katika single room pale KM. Hapo tu. Lakini hata katika hiyo single room Mungu alikuwa. Katika hiyo single room tulikuwa rabashakatalabapo. Katika hiyo single room tunaleta fellowship. In fact, sijui ni nani aliwahi kuja kwetu home fellowship. Tulikuwa tunakaa chini. Abas. Tulikuwa tunakaa, hakuna hata kiti. Tukitaka viti tunaomba bench kutoka kanisani. So why am I telling you this, man of God? That we have to be faithful to our God. And when we are faithful, He remains faithful. When I took over as a PS Economic Planning, I asked God, what exactly have you sent me to do? And you know, it took time for me to look at the 5 pillars of the government and map them on the Word of God in the Bible. And when I met some of the senior people, I told them, I really want to meet the person who came up with the idea of 5 pillars of better. Number 1 being agriculture. When I met them, I told them, look here, I have gone through the Bible and I can identify all these pillars in the Bible. Ilifikaje mkafikia hapa? They said, you know, we pray, we believe God, He guided us. So brethren, I have come to request on behalf of God your partnership with me, being in the government with me, so that we work together to ensure that the purposes of God in this government are realized. Praise the Lord. Some might take it lightly, but probably the Bible says when Esther was told that God raised you, at such a time for this reason. Joseph was put there for this reason. But I have to fall back to where I have my origin, which is the house of God. So the first initiative I did is I have to reach out to the men of God. And I have to listen to them. Tell them what is happening. But listen to them. Whatever I get out of these meetings, I always escalate it. Na wapenda, wacha niwaambie, resolution zenyu haziendi bure. Zinaonekana na zitatumika na zitatengeneza hii nchi. Kwa hivyo usijidharau. Kama Mungu ameweka neno ndani mwako, usiogope, liseme. Kwa sababu kama lile neno ambalo Mungu aliweka katika mtu fulani angelisema juu ya maisha yangu, singelikuwa vile nilivyo. Praise the Lord. So number 1, I said 5 expressions of faithful service. Number 1 is stewardship of land, especially agriculture. Genesis chapter 2 and verse 15. Nikubalie tu, ninapoongea juu neno niongeze ndio nisirudi tena niseme part of my official speech was to tell you what the government has done when it comes to agriculture. Na hii mnajua 2025 production ya mahindi ilikuwa 34 million bags. Kwa sababu ya subsidized fertilizer, na hii unaweza Google kule juu, unaweza ulizia, ilikuwa fertilizer ilikuwa 7,000 around 500. The subsidy ikaileta 2,500. As we speak today, the last year, the harvest was 76 million bags. That is an increase. Praise the Lord. Tunapoangalia wale wakulima wa coffee, if you look at in 2022, 23, 22, the price of inaitwa coffee cherry per kilo was 80 shillings. Go right now and check. Wale wanalipa, kuna wengine hapa ni wakulima, is about 160 kgs. Why am I mentioning this? I'm trying to show you that stewardship of agriculture
is important. And how are we doing as a government, as a pastor, as a reverend in the church and in this government? I want to ensure that we move this to a better place so that when people are flourish in terms of food security, then kitu kingine hakitawasumbua. In fact, kitu kile kikubwa sana, kile kinasumbua watu sana kinaanzianga na nini? Tumbo. Chakula, si ndio? Lazima akuwe nani, jalishi mkubwa, mdogo, chini, we need that. Unapoangalia right now, yes, we might not say we are feeling it, but let me tell you, brethren, nothing is felt instantly. Hata ukipanda mahindi, huwezi kutaka kuvuna mahindi after 20 days. Unapalilia. Inapaliliwa. Tumepanda, inapaliliwa. And I am sure with your support when we are here, this State Department is the one that determines plans the government zinakaa namna gani. Most of you see the roads being constructed. Most of you see the houses being constructed. Tunaona mambo mengi yanaendelea. But haujiulizi inaanzia wapi? It starts from the State Department for Economic Planning in planning. Whatever is planned is budgeted for. And when it is budgeted for, it is when it is implemented. That is why it is important for you to plug in so that your voice finds itself in the plans, the national priorities of this government. Praise the Lord. Tutatembea pamoja. Sinione kwa mkono. Hallelujah. Amen. So productivity honors the Creator. We have to be productive. Agriculture is important. If you can't do it here, you can support. Those who are doing. By you buying milk, asubuhi umesupport wale wakulima wa maziwa. By you buying kwenda pale Gikomba ama hapa Githurai kununua nyanya nini, you are supporting. And if they are not there, wewe utakufa njaa. Principle number 2 of good stewardship, faithful service, is enterprise. Stewardship of gifts and enterprise. This is what we are calling in this government MSME. And the Bible says this in Ecclesiastes 9:10. Whatever your hand finds to do it with all your might. Whatever your hand finds to do it with all your might. God condemns buried potential. One was given 5 talents. Another one, there was 1. And that one who was given 1, what did he do? He buried. Faithfully aliweka vizuri. But Mungu alipokuja, you expected ya kwamba yule alisema, hii nitamwekea, nitaficha, ndio nimpe. God condemned them. Because God condemns the potential that is in you, that is buried and is not being used. Praise the Lord. Ni nini hicho ambacho Mungu amekupea kufanya na haukifanyi? Unajua vizuri. Watu wako hapa wanaimba, wanaharibu kuimba lakini anajaribu. Mungu anashukuru. We uko pale muimbaji mzuri. Unangoja mpaka mchungaji akuja kushurutisha kwambie enda uimbe. Wewe ni mcheza kinanda. Unangoja mpaka mchungaji afike aanze kuwa na wasiwasi akupigie simu. Shauri yako ni wewe unajilaani, because God condemns a buried potential. If you have a potential in the house of God, please step forward and do it. Praise the Lord. Yeah. He wants you to do everything that you find with all your might. He pay all of you. And that, God blesses the work of our hands. I have seen it. That anything. And Bishop wako hapa. Tumeamuka asubuhi wapendwa. Unaweza kuniona kwa suti hivi ukafikiri tumeamuka na tumekuwa ninaosha kanisa. Si ukweli ama uongo, Bishop? Yeah. Si kanisa peke yake.
hata the choo ama namna gani? Yes, hata si kitambo juzi. Does it change us? No, in fact more anointing on you. Praise the Lord. Yes, let's lead by example. Praise the Lord. Tuongoze kwa mfano, wachungaji. Hata tunapoomba, tunaposema tuchukue nafasi kufanya kile ambacho mkono wako unapata ufanye kwa ustadi. Ndio sababu nikiona vitu vinaharibika na kasirika sana. I don't expect when I give you an assignment or you give me an assignment, ni legelege, najaribu nifanye kwa ustadi na uweza wangu. Why? Because that is the principle of God. He blesses diligence, He blesses creativity, and He causes multiplication. Every honest business becomes an act of stewardship. When you look at the MSMEs, whatever is happening, Kenya, we have almost 80% in informal sector. 80% in informal sector. And because of that, the government is also looking at ensuring we have conducive environment for the small businesses, small-scale businesses. We are putting in place mechanism and measures to ensure ya kwamba wafanyikazi biashara wadogo wananawiri, lakini watanawiri kwa kutia bidii katika kazi yao, wakaweze kufanya ile kazi kwa kumtii na kumcha Mungu. Recently, and tomorrow, I think tomorrow Friday, we are going again to meet the young people. We launched a project called Nyota. Kufikia wale wa chini ambao number one, walienda shule lakini kwa sababu moja ama nyingine hawakupita form 4. Kuna wengine hawakuenda, na si kupenda kwao wapendwa. Maybe opportunity haikukuwa, school fees haikukuwa, wazazi hawakukuwepo, walikufa, walienda kuwa na Bwana kama hako mgali mdogo. So, na huyu ni kijana mmemwachilia. Tumeconcentrate na wale university, the jobs, tukasema hapana. As a government, through directed by our president, tufikie vijana wa chini. Nyota inafikia ule hakuenda shule, ule yako class 8, na ule alifika form 4 na hakupita pale. 70 youth kila ward. 1,450 wards in this country. We reached out. The first disbursement, we gave 25,000 Kenya shillings. And we've gone around. Kwako mchungaji unaweza ona hiyo ni pesa kidogo. Kwa yule kijana kuna mwenye multiply, amejenga an empire from that. In fact, yeye alikuwa anaomba tu kama anaweza pata shilingi 5,000 aanze kufanya kakitu. 25 imekuwa ni baraka. 25 nyingine tunaongezea hii Friday. Why? Kwa sababu tunajua ya kwamba the potential in all of us haiwezi kuwa the same. Hivi vidole havifanani. Sisi wote tunaweza enda shule na tukapita na tukagraduate. Thank God wale ambao walienda wakagraduate. Amen. To encourage waweze enda tuwa support. Lakini wale kwa sababu nyingine moja ama nyingine wakati wamepitwa tuwa support ili pia hao wakawe watu katika society. So that is the second principle. God blesses the hands that are willing to work. Si Biblia inasema ya kwamba God blesses the work of our hands. Show me what you are doing. Yeah, so that blessing unatafuta iweze kuanguka katika. Blessing of multiplication is on the what you have. What do you have? Wakati Yesu alitaka kulisha watu wale akiwa nao na wanafunzi wanamwambia kwamba watume waende katika the city watafute chakula, alisema hawa provide, lakini akasema ni nini uko nacho? What do you people have? That is what multiplies. Principle number 3, the expression of faithful service. Number 3 is the stewardship of
families, that is housing and human dignity. Isaiah 65 verse 21 says, they shall build houses and dwell in them. Oh, kwa hivyo kujenga nyumba na kuishi, it is not just a government initiative. It is in the Bible. Yeah? Yes. God desires stable families. Strong homes produce strong communities. Housing. If you look around, our country is a construction site. Yeah, walk around. Even if you do not understand what is happening. Macho yako mchungaji, huwezi kosa kuona. Ukitafuta around utapata affordable housing. Ukitafuta utaona markets. Ukitafuta utaona sijui hostels. Mambo yanaendelea, yanakuwa. Ni mzuri ukae ujiulize, ni kwa nini hii inaendelea? As a pastor, as a reverend, as a leader in the church, how can I plug in? Wale wanakuambia kwamba si mzuri, si usiku, hao ndio wana apply. Ukienda hata wale wana apply wengi wako na units mingi, utashangaa. Mchana wanakuambia hiyo tukatae. Ni kama kuna stories za hekaya za Bunuasi ya kwamba sungura na sijui nani wanakubaliana twende tutandike kabisa wake wetu. Sungura anatafuta ngozi ile imekauka, sasa hiyo na rungu anagonga usiku kabisa. Anaambia mke wangu nikigonga unalia, na wewe ule mwingine mpumbavu kienda unaanza kulima mangumi kabisa. Asubuhi wako amekufa tembea, asubuhi huyu anawaambia nitengenezee kachai kidogo, anatoka anaenda. So you only realize in the morning that you are foolish. Please, men and women of God, do not be fooled. This time we have a time of mis and disinformation. Mis and disinformation. And even the Bible says in those days, ule mdanganyaji, ule muongo, atakuja na adanganye, he will even be able to take astray the elect. Ama si Biblia inasema hivyo? Hizo siku za mwisho atakuja adanganye, na hata adanganye na wateule. Tusikubali kudanganyika. Kwa sababu gani? Tunataka tubaki ndani ya Kristo. Biblia inasema ya kwamba sisi ndani ya Kristo ni zaidi ya washindi. Tukiwa ndani ya Kristo, lolote ambalo tunahitaji wapendwa, tutapata. Lakini mimi ninasimama hapa kuwasi, kwa sababu ili neno, wengine wenu kuhubiri nyinyi ni professors. Mimi amateur, but I've just come to try and bring a link between how the church can work with the government, especially the projects ambazo zinaendelea kwa sasa. Wacha niende kwa ya namba 4, stewardship of life, especially health. Luke 10:34, when you read that Bible verse, you'll see that the Good Samaritan did not only pray. When the Good Samaritan aliona ule mtu ameumia, he did not only pray, receive healing in Jesus' name. Alichukua kitu kingine. He treated the wounds. He restored the dignity of this person. He protected life. And when you read the book of 1 John, chapter 3, the Bible says that as your soul prospers, what is the desire of God? That even your health, you may also prosper. And therefore, anytime we talk about health, we're not talking about something outside the word of God. Nilianza nikisema, if you destroy the temple of God, then God will destroy you. Your health is important. As a government, when you look at the matters of SHA, wengine wetu wanasema haifanyi. This morning when I was coming, and my wife can bear me witness, my mom called me, akasema jana nilishangaa sana.
Do you know nilienda hospitali, nilikuwa nimegonjeka na nikadungwa shindani, nikapea madawa. So nikaanza kuwa na wasiwasi, nikikupigia simu hutashika, sitapata pesa ya kulipa. But when I went, nikaambiwa niende tu. Then akaniambia, kumbe hii saa inafanya. Nikamwambia, mahadhari nimekuwa nikikwambia, ingia hakuwa anataka. In fact, yeye alikuwa anasema hiyo kitu nasikia hiyo haifai. But for the first this morning, he said, by the way, kumbe hii kitu inafanya. Please, if you come and I am taking a cup of tea, or I'm holding a cup, I'm sipping that cup. Yeah? The Bible says, come in and taste and see that the Lord is good. It doesn't tell you just come and see. It gives you an opportunity to do what? To taste. Why can't you taste? And come with that evidence. Nilienda na ilikataa na ni ABC. Wewe umesikia tu. Na ule alisikia pia alisikia. Na ule alisikia kwa huyo na alisikia. So inakuwa as men and women of God, good stewards of your life, please take an opportunity ya kuweza kufikia. Register. Pengine hata unasema hiyo kitu ifanye na wewe si member. By the way, everywhere we go, wakati mwingine tunaangalia wale hawajaregister, the Thomaso tunawaregister. Tunawaambia nao tumekuregister. Atuombi ugonjeke, lakini if for any reason upatikane uko enda. Ikikwama, namba ya simu ndio itipigie. Praise the Lord. The last, I said I'll deal with 5. The last is the stewardship of wisdom, knowledge and innovation. What we are calling the digital superhighway, the AI things. It is in the Bible. Hakuna vitu mpya tuna invent. Hii inaitwa neno la Mungu. Liko na answer zote. Liko na mambo yote. If we can follow this manual, brethren, we will have a superb church, a well-established home, na mambo yataendelea vizuri hata katika government. Najua God gave them knowledge and understanding. When you read Daniel chapter 1 and verse 17, that was innovation. Knowledge and understanding. Innovation is stewardship. Innovation is stewardship. The next generation must inherit both faith and competence. The spiritual principle here is wisdom is God's tool for transforming the society. If you read Proverbs 8, it talks about wisdom. And who is wisdom? Is God himself, is Jesus. He says wisdom stands on the way, yeah, and beckons you. So, kuenda shule si ujinga. Kuwa innovative. Si kwamba uko nje na neno la Mungu. You can do all that within the word of God. Long at those days, unajua wakati tulianza kuhubiri mchungaji, wakati tulikuwa kule Busia tukiokoka kama tungali vijana. Niliokoka nikiwa KU as a student. Nikarudi nyumbani, wakaniambia katika village, wakaniambia by the way, kumbe kupeleka mtoto shule si mzuri. Huyu alienda akiwa mzuri, amerudi amechanganyikiwa. And I was the first one to go to the university in my village. Na ninarudi nasema sasa, iyo mambo pombe sikunywi, iyo mimi nahubiri, sijui wanapika chakula skuli na waambia nimefunga, waelewi kufunga ni nini. For 3 days huyu mtoto anataka kujiua. Praise the Lord. Hakuli 3 good days. Hati amejifungia pale tu na kuomba ni kupiga kelele anaomba. They did not understand. We went to school. We graduated. We continued holding on Christ. Yeah? Irrespective of the degrees we have, we still hold on Christ. After some time wakasema, enyewe ule Mungu wako. Ule Mungu wako anaweza. Unakutana na wachawi wanakuambia na hata wewe haufiki Nairobi. Tumekutengenezea na hivi. Unawaambia na hata mimi
There's a time tulipingana na mmoja ambaye alikuwa anajiita ni shupavu sana mganga. Kunipea siku 7, siku 3, nikampa 7. Praise the Lord. 3 yangu unajua saa hiyo ungali, ukiamka hiyo siku unajiangalia kama ungali, na kwa sababu watu wanajua huyo angekuambia wewe umeenda. Mama, wazazi wanalia, lakini unaamka hiyo siku unajichuna. Pengine perhaps niko heaven ama bado niko earth. Si siku ilipoisha ya 4 nikasema sasa yangu ni 7. Kwa ujinga tu. Huyu Mungu wakati mwingine anatushangaza. Na siku ya 7 akaenda. Hata mimi mwenyewe nikashtuka, wakisema ulimupea siku 7 na siku 7 hiyo siku tu kitu kakafanyika sijui nini, na huko kwetu tunaimanga luere hulanga na tukaimba na ikakuwa hivyo. What am I saying? Ndani ya Kristo kuna nguvu. Ndani ya Kristo mpendwa, unaweza badilisha mambo. Ndani ya huyu Kristo kuna ushindi mpendwa. Ndani ya huyu Kristo tunaposhikana kama kanisa tutabadilisha mambo. Serikali hii inakuhitaji wewe. Ndio sababu hata nikapewa hii opportunity, niliposhare nikaambiwa. Jana nimekuwa na deputy president na nikamwambia, akasema, my brother, you're doing a good job. God bless you. I will support you. Praise the Lord. God bless you. I will support you. Why? Because the leadership of this government values the place of the church. And imekuwa tu pengine haijapata mtu wa kufikia na kuweza kusemezana. Na nikajitokeza uliposema tutatuma nani, nikasema send me, I am here. I am willing to come down. I am willing for us to reach out. Si kuhubiri tu. Kule tumeanzisha sako ya wachungaji, inaitwa Brethren to Brethren Sako. Registration is in the process. Headquarter itakuwa Nairobi, the rest will be the branches. Why am I doing so? So that you are able to access the risked capital. Ile Shylock iishe. Unajua Shylock wachungaji wakati mwingi inakumaliza, ni kitu ya umaskini. Umechukua Shylock 10,000 kila mwezi, kama wewe unaendelea kulipa sijui 30%. Kama ulichukua 100k unalipa 30,000. Miezi 3 unaendelea kulipa interest, ushalipa capital, inakufilisisha. We want to put a structure. Wengine wataniuliza iwezekani. Si tulianza. Si ni ukweli mchungaji? Tulianza Kiprihood na tumetest. Inafanya kwamba wachungaji wanaposhikana kwa ile 1,000, sisi hatukuwa tunatoa mingi. I don't know whether to increase, but whenever we meet it's 1,000. With the time hiyo ikagrow mpaka hiyo kidogo ikazaa mashamba. Hata sijui kuna ile gari tunauza kama kikumi, bado ni wa hiyo kikundi. Tunauza kama unataka kagari, ona Msembi hapa kando. Haikukuja tu kwa kushikana. Hii sako ipo. Tutakapokuwa inakuwa launched, ni nyinyi wachungaji. Kazi yangu itakuwa kuenda kwa serikali kuuliza if we can get capital. Tuongezee pale. Ndio mchungaji ukitaka kujenga kanisa, unataka kununua vyombo, andika jaza tu, itisha kalon. Hii mambo ya kufuata, haleluya, kuna MP, Bwana asifiwe, kuna MP kwa nyumba, kuna MCA. Unajua nataka niongee nisipigwe mawe. Hii mambo ya kufuata politicians penye wanapitia, unafuata kwa sababu tu unataka akuje akufanyie karambe, ununue kashamba, ununue vyombo. Mpendwa anakuzungusha, unapiga laini pale. Unataka kuona PS
ndiye akuwe mgeni mheshimiwa, amekupangisha laini kuanzia saa 2 mpaka saa 10. Mwenyewe hajui, ni watu wake wamekupangisha, umwambia ngoja, mpaka unashangaa, unaambia Mungu, na hata huyu mchungaji tulikuwa tunahubiri na yeye ili tufikishe hiyo mwisho. This circle ni yenu. So mtu atakikataa kuja, unajua kanisa tutafanya nini? Tutajenga. Kuhubiri tutafanya, tutahubiri. Kwa sababu gani? Hata sisi kama wachungaji tuweze kuheshimika. Praise the Lord. Na wachungaji, wacha niwaambie, hawa watu ambao wanaitwa politicians wanatujua vizuri. Wengine wakasema, mimi nashangaa sana ule mchungaji. Juzi niliona akiombea yule candidate akisema, na Mungu amesema wewe ndio utakuwa na mwagia mafuta. Kwa sababu na macho moja naangalia the brown envelope. Akimaliza pale anaenda, mwingine akikuja akitokelezea wa UDA amemalizana na yeye, anaona mwingine amekuja sijui ni chama X, hata huyo sasa, in the name of Jesus, ndimi zinaanguka, mafuta inamwagiliwa, brown envelope. Wachungaji mupo, situokoke jamani. Praise the Lord. Ili tuweze kuheshimiwa. Inawezekana bila wewe kufanya hiyo. Nimekuwa pale. Si nimekuwa pale. Na nikawa mwaminifu. Na si Mungu ameniinua, amenileta hapa. Ni wakati wangu. Si wakati wako pia unakuja. Si ukuwe tu mwaminifu. Kama umeamua ni huyu umeombea, huyo mwingine akikuja mwambie, mpendwa, nitaomba, lakini siwezi kumwagia mafuta na sitakuambia ni wewe, kwa sababu nilimaliza kubariki yule mwingine. Yeah. Kati ya Esau na Jacob, baba baba yao aliwaambia nini? Hata ule mwingine alipolia, ni mimi ndio first, akasema ishamaliza. Baraka ile ushawachilia, hii ingine ni sarakasi. Ndio sababu wakikuja kukuona, praise the Lord, wanakuja kana kwamba wewe you are worth 5,000, kama you are worth 10,000. Kama ziko, praise the Lord. Kama hakuna, tunaelewa ni kidogo, lakini it should not be ya kwamba wachungaji wananunuliwa. Tunaitwa hivi kwa sababu mnakuja kwa sababu ya brown envelope. Kama ulikuja kwa sababu ya hiyo, ole wako, mimi sina. Mimi ni mchungaji mwenzenu, na hii mkutano ilikuwa ya bishop. Kwa hivyo kama bishop uko nayo, wewe utapeana. Mimi uliniita kama mgeni, nimekuja kukusaidia ili tuweze kuokoka, ili tuweze kukomboa ile serikali, ili hata wachungaji wakubaliwe kutembea na serikali. Inahitaji tuweze kuishi maisha ya integrity. The Bible says that integrity will preserve you. Praise the Lord. It is integrity that will preserve you. As we work, men and women of God, we need to walk together in unity, speaking one language, going the same direction. If we have to change this country, and let me tell you, and I don't fear, let me tell you, this is what God told me. Tukishikana kama kanisa, tukishikana kama all the religious leaders, we have the capacity, we have the power to decide who becomes MCA in which ward, who becomes the member of parliament in which constituency, who becomes the governor in which county. But ni nyinyi. Praise the Lord. Hakuna mtu mwingine. Society ikiharibika, me, I don't blame the government, I blame you. Yes, I blame the men and women of God. Because if we stood firm and we know what the good we are supposed to do and we walk together, I tell you, society will change. Kama kuna watu ambao wanaheshimika katika hii society yetu, ni nyinyi wachungaji. Ni nyinyi wenyewe hamjijui. I'll give you an example. Wakati mwingine mambo yanafanyika magumu, vijana wanakuwa na shida huko, insecurity, lakini wakikuona
Kama pale KM nilikuwa naishi, wakati mwingine natokelezea, tunatoka chapel KU kuomba saa 9, unakutana vijana wameshika watu kweli kweli, lakini unapopita unatembea unaimba, kuna mwingine anataka kushika, unasikia anaambiwa osho ni mmoja. Yeah? So wanaachana na wewe, unafanya nini? Unapita, unaenda. Yeah? Bishop hapa amekuwa na vijana wanasumbua kabisa, lakini wanaweza kaa chini wakusikilize kwa sababu wanasema huyo ni mchungaji. Praise the Lord. They have that respect for you. Use it wisely. Use it to guide this society. Use it to change this society. Tukishikana pale juu nipo. Mungu amenipa hiyo opportunity. If you do not maximize it, if we do not come together ili tujenge, kesho tutajilaumu. Praise the Lord. Shida ya mhubiri, anaweza hubiri mpaka kesho. Simunikubalie niweze kukomea hapo. Kwa ujumbe wangu ni kwamba you are stewards. Wale watoto uko nao si wako, ni wa Mungu. Mungu alikupea uweze kuwa good steward. You will give a report to him. Ile kazi Mungu amekupea si yako, ni Mungu amekuentrust pale so that you represent him. You must be a good steward. Ile kanisa Mungu amekupea, wapendwa, si yako, ni ya Mungu. Mungu anahitaji ukapeane hesabu. Ukaseme, wakati ulinipa, I have fought a good fight. I have kept the faith. I have completed the race. God desires us to serve him in our capacity, with the integrity, with the commitment. Ambaye anajua Mungu hakosei. Alipokuweka pale hajakosea. Alipokuweka kama mchungaji hajakosea mchungaji. Anajua vizuri. When you hit your end, please go back to your source, who is God. Ask him, niende wapi? Yeye huwa na solution. Praise the Lord. Praise the Lord. Mimi nataka tu support yenu. Support yenu itakuja in 3 ways. Number 1, maombi. Hii mnaomba. Watu wengine wanaweza ona ya kwamba ni mzaa, ni mchezo. Ni upumbavu kwa wale ambao wanapotea. Lakini kwetu ni nguvu, kwa sababu imefanya nini? Kazi. Hiyo maombi, hiyo fellowship imeproduce the PS ambayo mnaona anatembea. Omba mpendwa, usichoke. Number 2, kitu naomba kwenu ni partnership na government. If you cannot partner with any other person in the government, I'm there today. Praise the Lord. Let's partner. Let's do what is supposed to be done as a people together. Let us change the society. Let us support the projects, because umeambiwa you must support first those in leadership. Pray for us. Number 3, kuna sako. Itakapokuja, please join. Kwa sababu usipo join utaachwa. By the time mtu anamaliza miezi 3 anaanza kuboro, wewe ndio unasema kumbe hii kitu ilikuwa inafanya kazi. Inawezekana. So with those so many words, I want to tell you that I love you, men and women of God. Roysambu Sub-County is my home. I have been here for quite some long time. Nilipoingia KU undergraduate 1995, 6, toka 2000 nikarudi. So hii area imenilea kimwili, imenilea behavior, imenilea kifamilia, imenilea kiroho, and it is a place I will not forget. This is home. Men and women of God, my door is open. You can reach out to me anytime. Let's partner and do this work of God. I want to stop there by praying. Shall we be on our feet? Tumekaa sana. Ninapoleta
kiongozi wa ibada aendelee. Nataka tuinue tu mikono yetu. Tuinue mikono yetu. Nataka tuambie Bwana ya kwamba alipo yeye yote inawezekana. Alipo Roho Mtakatifu yote inawezekana. Tunapoimba ule wimbo, napoleta the programmer aendelee, whoever is in charge, nitaomba alafu nitaweza kushuka niketi chini kwa muda mchache alafu nitakubaliwa niondoke.